tunapokuja, want to thank God maana today we are honored kuwa na mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Pastor Tyrus is together with us. Let us give glory to God. The man of God has preached for long. Bwana Yesu asifiwe. And he carries the voice of God. Today is anointed to bring the word of God to us. Na ningependa tumkaribishe kama tumesimama. Tumshangilie Mungu kwa ushindi mkubwa. Let us give glory to God. Amen. Tumkaribishe Pastor Tyrus. Amen. We can do better than that. Asante. God bless you. Hallelujah. Hallelujah. Hey. Muulize aliye karibu na unaonaje? Hallelujah. Mwambie aliye karibu na wewe utakuja kuheshimiwa siku moja. Very soon unaenda kuheshimiwa. Hallelujah. Mpigia Bwana Yesu sadaka ya makofi mengi. Hey, you can do better than that. Piga shangwe na vigeregere. Hallelujah. Ai. Ni wale tu walikuwa na kuona jana, leo watakutambua. Hallelujah. Tunangojea tu, simama tu namna hiyo leo. Tunangojea jinsi hawa. Mimi napenda kubariki wale ambao wako na miaka, sio? Hii miaka ni mzuri. Nangojea vijana wetu tuwaombe pamoja. Tusimame tu tukiwa tu, msichoke. Njoni tu tuwabariki. Tusini vizuri kubariki watoto wetu. This is the church that is coming. Hii ndio kanisa. Wapigieni makofi mazuri. Hallelujah. Hallelujah. Hata sitawaita Gen Z, the youth of the year. Hallelujah. Vijana wa mwaka. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Si mnaona venye tuko hapa, maharusi, makoleji. Sasa college ndio sasa zinaanza kuchipuka. Sema amen. Hallelujah. Njoni tu tunataka kuomba kuwabariki kwa sababu nyinyi ni wazuri. Hebu msalimie aliye karibu na wewe, mwambie na wewe ni mzuri aje. Wewe umeonekana na wengine wako huko nje tu. Wanapiga tu raundi, lakini wewe hauko kwa raundi, uko kwa Mungu. Songea tu namna hii. Hallelujah. Ningetaka tu our ministers kusimama nyuma yenu. Hallelujah. Ministers, simama nyuma, muinue tu mikono, na kanisa lote tuinue mikono. Tuambie Bwana abariki vijana wetu kwa sababu hawatapotea. Wataishi miaka nyingi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Haya, tukiinua mikono yetu tuambie Mungu tu, wazazi tuambie tu Mungu kitu juu ya kanisa la kesho. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakubariki kwa sababu Mungu wetu umetupatia vijana ambao Mungu wa mbinguni kesho yao itakuwa nzuri kuliko vile walivyoanza. Asante Mungu wetu, wewe utasimama nao. Asante kwa sababu Baba wetu, wewe utawaweka uhai mara tena. Hakuna adui ataingilia maisha yao. Kila laana ilinenwa juu yao haitakuja kuwaguza. Natangaza leo watakuwa more than victors in the mighty name of Jesus. Natangaza siku ya leo ya kwamba kila adui hata waona. Mutaenda na mutaenda mbali katika jina la Yesu. Mutakuja kunakiliwa katika runinga. Mungu wetu atawainua. Malaika atasimama nanyi. Naomba malaika wa mbingu aliye na nguvu zote awashikilie vijana wetu, ashikilie kazi yenu, awashikilie njiani na nyumbani, awashikilie maadui wa magonjwa wasiwaone. Katika jina la Yesu ninawabariki nikisema ya kwamba kuanzia leo mtakuwa vijana ambao watachukua usukani katika enzi zenu. Katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu awaheshimisha kwa wengi. Mkaanza kuwa wafalme, mkaanza kuwa watu ambao wako na nguvu. Katika jina la Yesu, maneno yenu ikasikika katika umbali, katika ulimwengu, na wakati adui anakuja kwa njia moja
sita. Jehova Mungu anatawanya adui kwa njia 7 katika jina takatifu la Kristo. Tumewabariki. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. You are blessed. God bless you. God bless you. Na msiondoke. Kaeni tu hapa. Wala ni wa hapa wakae tu. Wala wanaenda juu waende. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ninasikia tu tuimbe wimbo moja tu. I have some minutes za wimbo kama 5 na ministers mungekuja hapa. Ministers. Niko hapa na nyinyi leo. Simnitie nguvu jameni. Hallelujah. Wimbo mmoja, Minister Pastor Ben. Unajua wewe tuliimba na baba yako sana tukiwa vijana. Na sasa tuko na wewe hapa. Imagine. Mimi nakuombea tu kuwe na miaka kama yangu. Ujana tu. Na ninaona. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, si tuimbe, ministers watuimbie wimbo moja. Si mimi nitaimba. Minister Ben. Wanasema tuimbe kegosho. Simama na miguu yako katika jina la Yesu. Hallelujah. Tizero twenamo ata otana aliake Yesu newe twalea tugetizero twenamo ata otana aliake Yesu newe twalea hakenewe moto Tidaro tuena moresa otana endie Keidia moto Obora ne kwagete Wamoko na igoro rose Iega idio sioke Wera ne kwagete Wamoko na igoro rose Ieshara nake Obora ne omodete Wamoko na igoro rose Ieshara nake Wera ne kwagete Wamoko na igoro rose Iye morege ngori Modeta Ewa moka na igoro Basek Iye morege ngori Modeta Ewa moka na igoro Basek Eka ito te raganeke Omwale Diaka igema Etone Nake Tadone Sioke Wera ne omodete Wamoko na igoro Baseka Iye uti amodo Wera ne omodete Wamoko na igoro Baseka Heka etote ragadeke Omwadeya Hallelujah Atoreka Nage Todone Nage yamodo Yeah. Yeah, idio sioke Jehova mwathani kumokea muthemia Urewa
tiganeria ndungata ciaku ya magitagĩra no gitĩri mũingĩ hekumona ũgocira gũcokerera nacio kumona ũgocira gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku ciaimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kumona ũgocira gũcokerera hĩndĩ manyita mwathani na makĩmũraga mũthenya wetatũ nĩ mamũriũkire akiuma kũrĩa kuona ũtani mũingĩ niĩ kanitha era nacio kumona ũgoci higa ciakwe tambũrũkĩtie moko igũrũ hĩndĩ na ndiĩ rĩu nĩmenyete ũrĩa ũrĩ hinya mũingĩ naguo Jehova mũnene wa ita Gocira gũcokerera nacio kumona ũgocira gũcokerera rĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũkĩtie moko igũrũ rĩao ũgocira gũcokerera hallelujah hallelujah praise the Lord. Pigia ministers makofi leo. Ninaona wanaweza kuruka, kumbe wazee wanakaga hapa, kumbe kuna kitu wanagojaga. Mwambie aliye karibu hata leo utabarikiwa. Hallelujah. Unaweza kuchukua kiti yako ya muujiza. Bwana kubariki sana. Hallelujah. Tumia masaa mengi, lakini kwa muda na nafasi ambayo nimepata leo, wacha iwe baraka kwa kila mmoja wetu. Praise the Lord. Nasema wacha siku ya leo iwe na muujiza utatoka nao katika madhabahu. Wacha siku ya leo ubadilishwe anga yako. Wacha siku ya leo waliokuacha wakurudie. Wacha siku ya leo waliokulaani laana ziondoke. Leo kama kuna mtu alinena kinyume na maisha yako, nimekuja kutabiri katika hii madhabahu kusema ya kwamba hakuna chochote wataweza, kwa sababu una nguvu. Sema amen. Hallelujah. Majina yangu ni Pastor Tyrus. Na ile kitu inanipendeza ni kuwa niko na jirani wa karibu, jirani ambaye ananishughulikia. Hallelujah. Ungependa kuona jirani? Hebu muulize aliye karibu na wewe, una jirani? Najua lazima kama una jirani huwezi kumpuuza, na jirani huwezi kumtwanga, jirani huwezi kumunena mabaya. Jirani anakuwa mtu wa muhimu katika maisha ya mtu. Wewe una jirani? Naona Mr. Benson ana jirani. Na board jirani. Mr. Triba jirani. Oh my God. Jirani wa karibu anaweza kushughulika pahali wewe hauwezi. Na kwa sababu sina muda, siwache ni invite Pastor Rusi Tyrus awasalimie, kwa sababu yeye ndio anajua shida zangu. Wakati mwingine naambia Mungu, siangalie hii mzee, uone vile lakini sijai kupeleka mbaya, hata watu wanaona. Pigia makofi jameni. Karibu. Amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ni vizuri kuwa na jirani. Hello. Love your neighbor. I love him. Amen. Mpigie makofi mazuri. Hai. Unanipenda? Imagine hata Mungu amejua. Kabisa Mungu amejua ananipenda. For 36 years. Kushughulikiwa na mtu ambaye si wa kwenu. We. Si kawaida. Hallelujah.
Miaka inaenda, lakini kushughulikiwa na mtu ambaye hakukuwa ya damu ya kwenu ni Mungu. Haleluya. Na leo Mungu atatushughulikia kwa sababu ni Mungu wetu. Yeye ndio wa karibu. Wakati hauna jirani karibu, anakuja anaorganize. Mbinu zake ni za ajabu. Anatengeneza tunjia twake, anakuja at the appointed time. Na anaanza kushughulikia maisha ya mtu. Jina la Bwana lipewe sifa. Leo ninashukuru Mungu, ibada hii tangu ilianza from asubuhi mpaka saa hii ninaona miujiza ikitendeka kwa mtu. Leo nataka kuongea juu ya miujiza na vile Mungu hutenda wakati yeye amefika kwa mtu ambaye ako tayari. Na nataka kusema ya kwamba uwe tayari sasa. Jina la Bwana lipewe sifa. Minister Priscilla, we appreciate for what you did in the altar. Wakati ulisimama jameni, kuna vitu ulisema nikakumbuka miaka yangu wakati nilikuwa kijana. Wakati sikukuwa nafahamu, hata sikuwa najua kwamba ninaweza kupata ukombozi. Lakini kumbe kuna neno nitaipata leo ya kwamba alipokuja Mungu, nilipomtrust kwa njia zote, alinifanya kuwa delivered. Na wakati alideliver maisha yangu, hivyo ndivyo nilivyo wazee. Hivyo ndivyo nilivyo siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. And sometimes tunaangaliaga mambo, tunaona ni kana kwamba mengine si ya kawaida, lakini ingine inafika kawaida. Kwa sababu wakati huo ndio Mungu huwa akitembelea kila nafsi. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Na leo ninataka kuzungumza neno ambalo nataka kuwapatia kuheshimika hapa madhabahu haya. Bishop tu akiwa jamani, mimi unajua hata nimestuka, nimeambia one of the elders hapa, mimi ninasikia huku ndani na hema nasikia ananitia moyo. Imagine tunahitaji watu wa kutia na moyo, si ndio? All the way our bishop is not around. I want us to appreciate our father in the house. Pahali alipo anaona kile ambacho unafanya, piga makofi mazuri, sema haleluya, mwambie Bwana bariki our bishop and our reverend, our mom. Pahali alipo Reverend Patricia ni mama wa nguvu. Ndio unaona kuna wamama hapa. Wamama muko, si tuko na mama mzuri. Can you appreciate the church? Hallelujah. Praise the Lord. Nataka to appreciate our board members in the church. Wamefanya tusimame hivyo. I want us to appreciate our team here. Kunikubalia tu. Jameni, Minister Okero, unajua umenifanya nistuke hapo. Unaona umeinuka mpaka nimekalia hiyo kiti. Nilikuwa nataka kuambia kuja hapa tukae naye nikuongeleshe, lakini kumbe kuna kitu ulikuwa umeona. I want to appreciate you. Tuwapigie makofi all the ministers. They are good people. Usipokuwa na hao wapendwa, the church haiwezi kwenda hapo ipo. Sasa baba hayuko, tuko hapa. Jamani, hakuna kitu kitapungua. Reverend Pastor Okelo, umehubiri ujumbe mzuri sana wiki iliyopita. Wiki hii ambayo tunamalizia, ujumbe ambao uliweka kwa watu. Yani hata tunataka Mungu tu akufungulie ofisi za finance. Yani ndio tuanze kuchukua pesa. You look finance man. Yeah, ofisi. Kuna watu walifungwa na nifungwa hizo ninataka kufungua leo. Ya kwamba hawezi kwenda kwa maofisi kuitisha maroon. Wanafungwa kifungo ulitufungua. Na kuanzia leo anza kuangalia Minister Okero akikuongelesha unaona pesa. The way he dresses, vile tu amevaa tu ni pesa. Ninasema kweli au uongo? And the message you preached, it was marvelous. Oh. Yes? I don't hear you. Oh. Pesa otas. Hiyo ni Kiingereza au ni Kiluya au ni Kijaluo? Otas ni Kijaluo. Pesa otas.
mataskanye. Haleluya. Ati pesa otas. Shika pesa namna hii. Leo utafunguliwa vifungo vya kukosa pesa. Leo lazima pesa ianze kuwaroketi maisha yako. Kama tuko na wachungaji wanahubiri pesa, jameni tutakaa maskini. Nimekataa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haya machache, nilipooa nilifikiria nimefika, lakini kumbe kulikuwa na mwendo. Tulisonga mbali na huyo mpenzi wangu mpaka tukapata watoto 4 na Mungu akatubariki. Thank you so much. Na Mungu alipotubariki kutupatia watoto, finally alipotaka kumalizia, Mungu alitushangaza, alitupatia mapacha. Haleluya. Na sasa ni wanaume wanajifanyia kazi. Haleluya. Wasichana walituongoza, lakini tuliuliza Mungu, mpaka lini sasa hata ukituuliza maneno ya watoto hatuna habari. Habari zetu ni kwamba tutumikie Mungu. Na Mungu alipotupatia vijana, ninashukuru Mungu ya kwamba alituahidi kwa nyumba yetu atatupa Samueli, na akatupatia Samueli. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati alitupatia hicho kipawa, tuliambia Mungu na wale wote tutasimama na hawa, angalau Mungu waanze kutap. Hallelujah. Even hapa kwa hii madhabahu, we are tapping whatever our bishop has. Kile ambacho wako nacho ndicho tunatap. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na wakati ninasimamia harusi, sababu bado mimi ni kijana, sijazeeka bado, ninachukua kijana namwambia, na Mungu akubariki. Sasa niko na vijana kama 3 wamepata mapacha. Ninashukuru Mungu. Sasa tunaongezeka, si unaona? Mbegu nzuri, maombi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kijana huko hapa, waacha kukaa kama mtu haelewi maisha ya kisasa. Maisha ya kisasa ni kuongea. Kile utatoa na mdomo yako kitakuwa hivyo katika jina la Yesu. Ulitamani kwenda katika nchi za nje, leo kuna mlango tunafungua uende. Ulitamani kuolewa, wewe ulitamani kuoa, leo lazima utapata mchumba, kwa sababu mwaka huu board tutawasumbua. Hatutamalizia bila maharusi hapa. Mr. James, wakati ulikuwa unapumzika, niliona ulisema kitu kimoja, vijana maharusi. Si sasa tuanze kuwaitisha hata tena, kwa sababu bado huko hapo na ushuhudie. Bwana Yesu asifiwe. Tuko hapa tushuhudie maharusi ya vijana wetu. Jina la Bwana lipewe sifa. Na wakati tulipata hawa watoto, do you know, 1 week ambayo imepita, ile kitu inanishangaza ni ya kwamba nimetembelewa na watoto ambao wananiita anko, wale wananiita baba, wengine wameniita baba mara ya pili. Yani nikajiuliza, how is it going? Watoto kama 40 wanatembea kwa nyumba yangu last week but 1. Ninaona hawa watoto, ninaangalia tu wanataka baraka. Leo nataka kuachilia baraka. Ukiniona namna hiyo, niko na baraka zako kupitia neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati niliwabariki, wengine wiki hiyo wameanza kupata kazi. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa sababu huwezi kuja uitisha baraka kwa madhabahu ukose kuipata. Hapa kuna neema ya baraka zako. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Na neno la Mungu nataka kuwaletea siku ya leo. Nataka tuingie katika neno la Mungu. Sijui kama nitapewa katika runinga au nitaisoma. Sijui nitawekewa. Niko katika Biblia. Nataka tusome neno la Mungu. Oh, haleluya. Neno la Mungu katika neno la Mungu katika Samueli, is it Kings? Nianze na hiyo. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Lazima tukumbane na vitu ambavyo vinasumbua maisha yetu. Na leo Bwana amenibariki kunipa neno ili niweze kulipeana katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Neno la Bwana liko katika
Samueli wa kwanza na hapo 17. Samueli wa kwanza 17 na ubeti wake nitasoma tu ufupi, nitaelezea kwa sababu ya wakati. Ninataka kusoma neno la Mungu katika 22. Nenda nami katika 22. Neno la Bwana linasema ya kwamba 22, basi Daudi akaviacha vile vyombo vyake katika mkono wa mlinda vyombo, akalikimbilia jeshi, akafika akawasalimu ndugu zake. Hata alipokuwa akisema nao, kumbe yule shujaa alitokea, yule Mfilisti wa Gathi, jina lake Goliathi, akitoka katika jeshi la Wafilisti, akisema maneno yale yale, naye Daudi akayasikia. Na watu wote wa Israeli walipomwona yule mtu huyu aliyepanda huko, hakika ametokea ili awatukane Israeli, basi itakuwa mtu yule atakaye muua mfalme atamtajirisha kwa utajiri mwingi, naye atamuoza binti yake na kuifanya mbali ya baba yake kuwa huru katika Israeli. Haleluya. Hapo mbele tutasoma. Nataka kuleta ujumbe unaosema take a step and God will intervene. Chukua hatua na Mungu ataingilia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka kuongea juu ya mtu ambaye anahitaji ukombozi. Neno la Mungu linasema ya kwamba wakati Daudi alipokuwa katika nchi ya Israeli, mambo mengi yalikuwa yakitokea. Na Daudi kuna vitu ambavyo yeye alikuwa akiviona, lakini hakuwa na nafasi ya kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Leo kuna mtu hapa hajachukua hatua atokee, ijulikane kuna Mungu wa majeshi ambaye hupigania watakatifu. Jina la Bwana lipewe sifa. Neno la Bwana linasema ya kwamba Daudi akatokea akiwa kule marishoni, alisikia kuna watu katika nchi yao wanaumia, akachukua hatua, akasema nitaenda. Bible inasema alipochukua hatua na kuenda, kuna mtu ambaye alikuwa ametokea, na kule alikuwa ametokea alikuwa anajulikana ni mtu wa vita. Leo lazima tukumbane na jitu la maisha yetu. Jina la Bwana lipewe sifa. Majitu ya magonjwa lazima itahama katika maisha yako. Majitu ya kukataliwa lazima itaondoka katika maisha yako. Wale waliokuacha ni majitu, tutawaondoa leo. Wale walisema hautaolewa, jitu hilo leo lazima tuliondoe. Lazima nimetumwa nikuambie ya kwamba Bwana wa majeshi akiwa na wewe na umechukua hatua, lazima atimize ahadi zake. Jina la Bwana lipewe sifa. Praise the Lord. Na siku ya leo niko na ujumbe nikwambie, chukua hatua naye Bwana Mungu aingilie possession ambaye wewe umewekwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Watu wa biashara wamefika katika biashara zao, wanakuta katika biashara zimeharibiwa na maadui. Ninataka siku ya leo tuchukue hatua kama vile Daudi aliona shida kwa watu wao, akaondoka kwenda kukumbana na lile jitu ambalo lilikuwa limejiami na vitu za vita. Haleluya.
biashara yako inaanguka, ni hatua inastahili uchukue nyingine. Watu wenu wamekataliwa, inahitaji mtu ambaye atatokea. And David left, akawacha. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Akawacha vitu vya baba yake ili akuja aweze kusimama katika mwanya. Leo tutasimama katika mwanya. Kazi haitaharibika, hapana. Maadui hawataingia tena. Leo niko hapa nikuambie na nikutie nguvu. Bwana wa majeshi amejitokeza na anasema hautaisha, hautamalizwa, kwa sababu kuna hatua walinena kinyume na wewe. Ninasema walionena, hatua ambayo umechukua kaingia katika ibada hii, lazima Bwana abadilishe anga katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. The battle is not for us. The battle is not for us. So long as tumechukua hatua, when you have taken a step, God will intervene na ata consider mambo yako. Mwambie aliye karibu na wewe, he is a God who considers. Haleluya, haleluya. Bwana akaingia ndani ya mtu anaitwa Daudi. Daudi alikuwa kitinda mimba, na kulikuwa na watu wakubwa kumuliko. Pengine kwenu kuna watu sema hawezi kusimama. Akatokea ili aibishe yule adui alikuwa ameingia. Ni hatua alichukua. So long as you take a step, hapo ndipo Mungu atakuja na akupigania kwa maadui. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya church. Bwana Yesu asifiwe. Wakati adui aliinuka, Eliabu ambaye alikuwa ndiye ndugu yake mkubwa, walipomuona Daudi, Sara, wakati wanakuona kwenu, hawajui wewe ni wa maana, wanaona hasara. Kumbe wewe ndiye unakimbiaga kwa Mungu, wanaweza kusimama vile walivyo. Haleluya. Mzekuria, sometimes unaenda kwa mahoteli, wanaangalia wewe, wanaona ni kana kwamba vitu ambavyo unawapikia kama si dhahiri, lakini Mungu uliyeomba anashughulika, kwa sababu ni hatua ulichukua na ukawapikia. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Mr. Triba, unabebaga watu na taksi yako. Wakati wanakuja, wengine wanakuja maadui, hawajui wanabebwa na nini, hawajui ni nani huyu ambaye ako na steering, hawajui nguvu hizi ziko na nani. Wakati wanataka kukupiga na mishare, wanakuja wanaaibishwa mishare, waniangusha maneno yao ambao walikuwa wanataka kusema juu ya kazi yako, wanakuta wewe ndio uko na the answer of them. Praise the Lord. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Daudi akaingia, na Bible inasema ni kwa sababu ya hatua aliyochukua. Kina Eliabu wakaanza kuongea kinyume. Pastor Ben, many are the people who are against your position in the land. Lakini wacha nikuambie, you are going to make it. You are going to make it. You are going to make it. Young people, you are going to make it. So long as muko na Mungu, so long as muko katika njia za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Haijalishi watanena nini, haijalishi watachukua vitu gani za vita, lakini ukiwa na Mungu atakutetea. Lazima akutetee. Hallelujah. Daudi akaambiwa, wewe tunakujua. Hey, imagine your brothers. Mimi sio mkubwa kwetu. I'm the second born. And I thank God. My wife, hata hujajua, acha nikwambia, wewe ndio second born wenu.
I'm the second born. Mama yangu ni second born kwao. Mama yako ni second born, is it? Ushahesabu hiyo? Second born. Sasa Eliabu aibu inamshika, sababu alikuwa anataka kuongea kinyume na mtu ambaye ako na mafuta, mtu ambaye amepigana huko na dubu, amepigana na simba. Yeye hajalishwi na maneno ya Eliabu. Ati tunajua wewe uko na maringo, wewe ni mtu wa kiburi. Kiburi hicho uko nacho leo, kiburi cha Mungu kitakufunikia, anga yako itakuwa nzuri. Afadhali kuwa na kiburi ya Mungu kuliko kiburi ya wanadamu. Ona vile walimwambia, tunakujua wewe. Wale waliokujua saa hizi tukitoka hapa, enda muwaambie vile mlivyoniona jana, sio leo. I'm delivered. I'm delivered. I'm a deliverer. Hallelujah, mimi ni mkombozi. Vile mnaniona mimi ni mkombozi. Daudi akatokea, Bible inasema, ukisonga hapo mbele inasema ya kwamba wakati alienda katika viwanja, mfalme alianza kuuliza, ni nani atakaye tupigania? Na yule ambaye atakaye pigana vita ina ashinde atapatiwa nini? Vijana sikia, ukilala watakupita. Young man, unanisikia? Ukilala watakupita. Usemage ni kucherewa, si kucherewa. Ni wewe unalala. Bwana Yesu asifiwe. Na Bible inasema ya kwamba Daudi akatokea akasema, kuanzia leo nimeamua mimi ni mkombozi. Lazima nitakomboa. Lazima watajua Mungu wangu. Naye mfalme huko amekaa ametengeneza njia. Anasema maneno. Kunaulizwa na mtu, na yule ambaye atatuandalia hii aibu atafanywa nini? Imagine ukipatiwa, pole umeoa. Pole, nilikuwa naona kama kijana. Wewe kijana. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka kusema kwamba wakati alifika pale, mfalme akafika pahali pa kuwaza. Wakauliza ni nani? Mfalme akasema, na huyu atakaye tupigania ashinde ile vita tuko naye. Binti wa mfalme, binti wangu nitampatia. Imagine ukipatiwa, sina daughter, wajukuu, upatiwa daughter of Pastor Tyrus, na venye unamuona mfupi, mweupe, mweuzi, hakupendeka wakati wako. My friend, nimetengenezwa. Thank you. Leo ninaona umenitengeneza. Niko at least mweupe kidogo. Hallelujah. Ni vizuri kuongea mtu akiwa uhai. Kwani nitaongea lini? Ongeaga huyo. Ongeaga. Minister Kero. Ongeaga. Unajua tulikutoa Busia. Niulize, baba yake nilikuwa namjua kabla yeye kunijua. Is it true? Mpakani huko. Ongea juu yake saa hii. Usiongee kesho, ili maadui wakitaka kumujia ili ya kumalize waseme, huyu ako na kitu kingine si cha kawaida. Haleluya. Daudi akatokea, alikuwa na vitu ambavyo hawakuwa wanajua. Alikuwa na mafuta ambaye ilifanyika katika enzi hizo, ikajulikana ya kwamba Daudi kumbe anaweza kusave our family, even the land wa pahali tunapokaa. You are here today. Nikuambie ya kwamba unaweza kubadilisha hiyo nyumba unakaa, uingie katika nyumba ya kifahari. Unaweza kujinenea maneno mazuri, uone mambo yamebadilika. Walikushangaza jana, leo toka hapa ukiwashangaza. Walikucheka jana, leo toka hapa ukiwa na kicheko. Haleluya. Haleluya. Walikunyaganya jana, lakini kesho hawatakunyaganya. Wewe utawa
walikuwa wanataka kunyang'anya Daudi vitu ambavyo alikuwa amepatiwa. Akafika pahali Bible inasema, inaongea kuhusu kuchukua nini? Kuchukua nini? Hatua. Take a step. Akafika pahali Mungu mwenyewe sasa akaingia kati. Haujua pahali Mungu ameingia? No distractions. Hakuna mashida itakuja. Hakuna devils itaingilia. Asema huduma ulio nayo, hata kama watajaribu kukuondoa, hautaondoka. Utakaa hapo gangari, na utakaa hapo kama mtu aliye na nguvu. Daudi alikaa hapo akasema, neneni tu. Lakini kuna kitu ninasikia. Which voice alisikia? Yeye alipokuwa katika malishoni alikuwa naongeaga na Mungu. Hata wakati dubu zinakuja na simba wanakuja, huyu naye Mfilisti ametokea. Bible inasema ya kwamba alipotokea na hatua aliyokanyaga. Hebu mwambie aliye karibu na wewe, chukua tu hatua moja. Kile ambacho ulikuwa naona haitawezekana, leo itawezekana. Jina la Bwana lipewe sifa. Na Bible inasema ya kwamba alipokanyaga akawaondokea ndugu zake, akaenda mbele. Bible inasema akakutana na Mfilisti. Mfilisti akaanza kumutisha. Hiyo matisho wamekutisha. Minister Karo, wamekutisha. Wamekutisha. Wanataka wakuondoe position yako. Leo tumekataa na wewe. Kama mtu kama wewe tutapata wapi? Matisho. Akatishwa. Kuna matisho inakujaga mpaka unasikia ni kama kwamba utapapa. Na hakuna pahali utaenda. Ni wewe ukumbane na hizo majitu. Kumbana nazo, hakuna kitu unakuwa nacho. Daudi aliambia, wewe wacheni niende. Na Sauli akaambia nende. Alikuwa na wasiwasi. Mfalme alikuwa na wasiwasi. Ataweza. Akaambia mimi ninaenda. Na alipofika pale katika pahali pa vita, akaambia Mfilisti, Goliathi, tumenyane na wewe. Mimi sikukuji hata na fimbo, wala sikuji na mikuki, wala sikuji na bunduki, wala sikuji na mangumi, wala sikuji na watu wetu, wala walinikataa. Sikuji na watu wetu. Ninakuja na Bwana Mungu wa majeshi. Leo ninatabiria mtu ya kwamba Bwana wa majeshi akianza kazi leo, somebody atabadilishiwa anga yake. Akasema kuanzia leo wale waliokuwa wananidharau lazima wataniondokea. Akafanya kitu kimoja. Bible inasema akachukua hatua. Hatua ya midomo ni nzuri sana. Hatua ya maombi ni nzuri sana. Watu wanaweza kukushinda na vitu zingine. Pastor, Israel, wacha nikwambie, kile ulianza juzi hakuna mtu atakuja kukibomoa. I speak it before this altar. Hakuna mtu atabomoa. So long as you are faithful in God, haitabomolewa. Huyo adui alikuwa na nena hautaenda mbele. Lazima sasa atabadilisha maneno anayoongea juu yako. Aone baraka juu yako. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Bible inasema ya kwamba huyu Mfilisti akanyamaza, akaangalia Daudi, akamjia na vitu vyake vya vita. Daudi yako na kitu kimoja, yeye yako na kitu kimoja. Kitu ambacho alikuwa nacho ni neno moja lilitoka ndani ya mdomo wake, ya kwamba mimi sikujii wewe na vitu vya vita kama vile ulivyojitahidi na kujiorganize, but what I'm coming with. Tell somebody, kile niko nacho. Mwambie tena, what I have itanifanya niende kwa wafalme. Hallelujah. Bible inasema ya kwamba Daudi katika pirika zile anaangalia hiki mtu. You know there is a voice that Daudi alikuwa naye. And always when you use the voice from above, from the strong man, our God, Mungu wa Israeli, lazima vita utafita.
Si vita utashinda. Vita utashinda. Vita utashinda. Vita utashinda. Oh, vita utashinda. Kule uliwezwa utaweza. Kule ulitabiriwa kunyauka na kuondolewa hautaondolewa. Ninasema leo saa hizi ninasema saa hizi kuna mtu ninataka aanze kufunguliwa vifungo, kwa sababu kuna neno limeingia ndani yako. Daudi neno lake lilitoka, atasema so long as I have a God, lazima vita nitapigana na nitashinda. Hapo ndipo Daudi ninaona anasema sasa tuanze. Mr. Benson, sasa ndio mwanzo. Miaka niko naye, lakini sasa ndio mwanzo. Haijalishi miaka. I can walk and I can jump. Hallelujah. Lazima utengeneze. Mkimbiaji utengeneza. Unajua nilikuwa nakimbia 100 meters. Kimbia 200 meters. 4x4. 2000 meters. Na sikuwa nakimbia na watu wengine. Wakare. My friend, so long as nilikuwa nimechukua hatua, mimi sikushangaa. One your marks. Yes, set. My friend, getting set. Mimi ndio nilikuwa napiga Mukare ananiangalia. To make the matter worse, zawadi ni kikombe ya plastiki. Haijalishi kule umetoka, haijalishi kule Daudi alitoka, kila kina determine ni the power he has. I say kila kina determine is the power ambaye ako naye. Enda kwa Akare utakuta kama ninaongea uongo utasikia. Siku hizo Mr. Benson ulikuwa VOK. Hiyo ndio ilikuwa KBC, ndio ilikuwa mamlaka. Imagine tulikuwa tunachukuliwa leo. Oh, Mungu abariki wa bishop. Leo ninaonekana nchi mzima. Si kawaida. Hallelujah. Leo ninasimama kwa wafano. Hata kama mtu hataki kuona, ataona mimi. I say ataniona. It is good to wait upon God. Nimegoja. Kumbe nitaonekana kwa runinga. Man, the position that you got last time, come out of that position. Go to another higher level. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Kile ambacho ulikuwa na soma kwa sababu yake, kikupatie kupapa. One day, niliambiwa sitaenda na ndege. Kwetu, baba yangu ndiye alikuwa amepanda helikopta. Jana usiku nilienda kwa mapicha nikakuta hiyo helikopta ya kumpeleka Zaire akahubiri. Anyway, mimi nimelelewa kwa nyumba ya mtumishi. Ndio unaona mimi sistukaji. Mtanitisha. Oi. Niko na mafuta. Baba yangu alipigana. Kuna kapicha nilipigwa mmoja tukiwa Uganda, nikiwa mdogo. Niliweka ndio hii mke wangu nimkumbushage. Naona venye pahali Mungu ametutoa. Niko najikuna hivi. Naye mwenye picha na sasa nakaangaliaga, ninaangalia ni nani tuko naye kwa nyumba. Kumbe nilikuwa najikuna ndio nikupate. Hallelujah.
Kuanzia leo. Kuanzia lini? Kuanzia leo. Esther. Ai. Esther nisalimie. Receive in Jesus name. Kuanzia leo. The Bible says matamanio ya moyo. Inaona matamanio. As a father, receive whatever you in Jesus name. Wakainukia Daudi, wanaweza kukuinukia leo. Wakainuka, lakini akakutana na Mfilisti, akamwambia hata kama umeishi miaka nyingi kuniliko, leo ni leo, na asemaye kesho ni muongo. It is not a matter of tomorrow, it's a matter of today. Whatever you have decided to do, it is today, it is not tomorrow. Today. Chukua hatua. Uingie kwa hiyo ofisi. Uambie aliye hiyo kwa hiyo kiti, toka. Usipige kelele kama Batimayo. Kuna watu ambao si wazuri. Wacha nikuandae, lakini huko moyoni na kwa mawazo, toka. Immediately anaondoka, anaanza kuona hapo hastahili kuwa pale, anaondoka. Wewe unaingia kwa hiyo kiti. Leo natabiria mtu, chukua hiyo kiti ulitamani, chukua hiyo huduma ulitamani, chukua hiyo kipawa unatamani, chukua kile Mungu ambaye anataka kukufanya uwe, katika jina la Yesu. Kuanzia leo anza kuchukua hatua. Bwana Mungu naye ataingilia. Oh my friend, wakati unacheza chombo hiki, jua kuna wengine wanatamani, lakini chukua hatua. You go to another level katika jina la Yesu Kristo. Waliokudanganya ya kwamba hautaweza, leo nimekuja kuambia it is possible. Wewe unainuka, unaenda hiyo ofisi nyingine. Haleluya. Daudi anasema ya kwamba akamwekea mawe. Tumaye aliyekuwa natu. Si huyo mtu ni kama sikii vizuri. Huyo mtu kweli ni normal. Can you imagine? Napigana mtu iko na mshale. Kimbia na hapa. Wewe umwambie na ako na hii. But when somebody amejijua, hakuna adui atamuinukia. Ukijijua wewe ni nani katika ufalme, lazima utashinda. Praise the Lord. And Goliath akaanza kutumia vitu vyake, lakini ya David iliniuka safari moja, ikamuanguza chini. Oh, Israeli kaanza kusema my God, kumbe tuna mtu ambaye hatukuwa tunajua ya kwamba anaweza kutukomboa. Leo ninaleta ukombozi juu ya familia yako. Leo ninaleta ukombozi katika kazi hiyo ya mikono yako. Leo ninaleta ukombozi katika hiyo kazi ambayo unatafuta. Leo ninainuka kinyume na wale ambao wamekuwa kinyume na wewe. Leo ninatabiri kwako ya kwamba wewe utaenda possession nyingine. Hiyo uliyekalia sio yako. Inuka, jitie moyo. Inuka, jitie moyo, kwa sababu Bwana wa majeshi akiwa upande wako, hautakuja kushindwa. Praise the Lord. Hallelujah. We are victorious people. Sisi si wale wa kulemewa. Sisi wale wa kushindwa. Hallelujah. Hallelujah. Moshi. Basi wa kushindwa. Imagine.
basi wa kushindwa. Wanaweza kukuacha, lakini Mungu alete kama weka moja, mtu mmoja si 10, one person akuondoe from where you are to another level. Na wakati Daudi alipiga Goliathi, Israeli nzima ilijua wakati utakapotoka hapa. Nasema tena, wakati utatoka hapa, zungumzia kile ambacho unatamani utakipata. Wewe ni askari, wewe ni mwanajeshi, chukua fimbo nyingine ya kifalme, anza kuinua, Bwana naye aingilie kati. Utapata whether ulikuwa anaitwa nini? Yule wa kwanza. Unaanzaga askari, unaenda inspector, OCS, OSPD, hizo level. Wacha kukalia tu hapo, kutoka kwa hiyo kiwango. Daudi hakukaa hapo, kule malishoni hakukaa, alisikia akisumbuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Israeli ilikuwa na aibu. Na wakati alimgonga, Bible inasema kukawa na sauti inalia huko nchi nzima ya kwamba sasa tumempata mtu. Bwana Yesu asifiwe. Nakuru County tumepata huduma ambaye itakomboa watu wetu. Chosen generation, ni nafasi tumepewa ya kuinua watu watoke viwango waingie katika viwango vingine. Wale walikuwa wa kwamba wanapigana na wewe, uko katika pahali pazuri, madhabahu ambayo imetengenezwa ili ya kwamba ukitoka unapata ushindi wako. This is the right place. We have a father ambaye yeye hana majadiliano na dhambi, hana majadiliano na vitu vya kufanya mtu awe ukiwa. Yeye kila wakati huongea hapa, anasema kuinuliwa, anasema kubarikiwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Na ninataka kusema ya kwamba kama haujabarikiwa, chukua possession ya baraka. Ondoka katika hizo neno, hizo miguu ambayo ilikanyaga pahali pabaya, ibadilishe leo. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. And the Bible says ya kwamba wakati nafasi ilipatikana ya Israeli, kulitafutwa mtu ambaye ni Daudi. Ingawaje kulikuwa watu wanasema ana kiburi. Si kiburi, ni nguvu ambazo alikuwa amepatiwa. Leo kuna nguvu unapatiwa, uondoke nazo kutoka hapa. Wale wako katika huko nje, uanze kuwaingiza ndani, kwa sababu the power you have si kama nguvu za kawaida. Hapana, uimbaji Pastor Israel ambaye unaimba si ya kawaida, si ile ambaye inaimbwa hapa nje. Yako iko na mafuta. Waimbaji wetu, kile ambacho mnafanya si kitu cha kawaida. Wengine wanaweza kuimba, lakini utokee ujikute tunataka yule. Huyo ndio tunamchagua huyo. Daudi si alichaguliwa? Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa muimbaji, nilikuwa nachezaga gitaa. Ninaimba. Siku moja ukawa na mtu aliniona nikiimba, akasema, na huyu mtu ni mzuri, huyu jirani huyu alinipenda tu kwa sababu ya kuimba. Akagitaa ananiambia kila siku, si uniimbie ile kawimbo uliimba nikakuja nikawa mtu yako. Jana nilienda kwa mapicha tena, nikakuta hiyo kagita nimeshika hivi, nikakumbuka. Haleluya. Aiwale amemwayo ikererio re igoro roage ukaira yodo wa the
na tondu uri munene na ningi uri muigua. Baba, usiwache hawa wapendwa. Baba, usiwache mtu yoyote hapa aangamie. Baba wa mbingu, usiwachilie mtu atoke hapa na shida. Baba wa mbinguni, wewe tunayekujua, wewe Mungu wa miujiza, ulichotenda katika Israeli, tenda katika kazi zetu, katika jina la Yesu. Tenda katika huduma zetu. Wewe ambaye unasikia, wewe ambaye haujafungwa, masikio yako inasikia, tenda jambo ijulikane. Wewe ni Mungu wa Daudi. Wewe ni Mungu wa Chosen. Wewe ni Mungu wa nyumba zetu. Wewe ni Mungu wa baba zetu. Katika jina la Yesu, leo ninataka nikuambie, wakati adui anakuja kwa njia moja, wacha Jehova atawanishe yeye kwa njia 7. Kama alikuja na typhoid, aondoke aame na typhoid zake. Leo ninanenea mtu, kwa sababu kuna mtu hapa ninasikia anaumia, anasema ni malaria. Adui na jitu hilo la malaria linaondoka, linaondoka. Wale ambao wamesema inakuja korona nyingine, leo katika hii madhabahu tunainua mikono yetu, tunasema hakuna ataki ya korona nyingine. Walituzoea, lakini leo the attack ya magonjwa hakuna. Nidarega, nimekataa. Kwa nini ukuje ukawacha mambo yako yote ukakuja, alafu urudi na shida? Takuomba na mtu. Maadui wameingilia maisha yako. Watu walikuacha. Leo kuna Jehova Jireh. Leo kuna Jehova Nisi. Elohimu yuko hapa. Ebenezeri yuko hapa. Alichokitenda wakati ule, lazima atatenda leo. Kile alitenda wakati ule, wakati wa baba zetu, lazima atatenda. Walikuinukia kama Daudi vile aliinukiwa, lakini alitokea akiwa na nguvu za kukomboa Israeli. Ninatuma roho ya ukombozi juu ya maisha yako leo. Kuwa mkombozi. Guza mtu, mwambie kuwa mkombozi. Pia deliver. Guza mtu. Inua mkono wako, high five. Mwambie high five. Mwambie I'm a deliverer from today. Hallelujah. Hallelujah. Ona ngoma itire thoni, hazina aibu. Sisi nakuja kwa watu kama sisi. Ni akili itari. One day nilibebwa na huyu mama. Stori zako niko nazo nyingi. Na nibeba kama mtoto yake. Kama mapepo yamekuja kunikata miguu. Nakaa kijabi, nakaa sijui kwa ngozi, nakaa medical, wakashindwa. Wakasema I'm not normal. My friend, wapi nimekosea nikihubiri? If I'm not normal. Yes, that is what doctor alisema. Wacha tupeleke hii picha yake ya kichwa Italy. Ilipelekwa how many years? 2010 up to today. Am I mad? Hii mguu walikata mara 2. Hivi. Mara ngapi? Hii ikikutolea. Angalia bishop wetu tunasema kuna Mungu. Kwa sababu kuna sababu tuwe uhai. Imagine kuna watu wanawekagwa. When I was in Kijabi, nilisikia sauti.
nikaambiwa I have given you second chance. Hapo nikajua nimepona. Hapo nikajua nimepona. Daktari akasema mimi ni wazimu. Up to today, nilitoa fujo. Ushaiona mtu akitoa fujo? Wanaume wakakuja 7. Wakajaribu kunitoa kwa ile pila. Zinaita kwaje zile za corridor. Hapa 7 people walishindwa. Wakasema huyu wacha. Saa hiyo ninawekwa kwa wheelchair. Nawaambia mimi am not of vile mnafikiria. Mimi niko normal. Wanasema hapana, huyu anastahili kupelekwa Italy. Kwani Italy ndio kunatokaga nini? Ikapelekwa. Nikafunga hiyo na kara yao. Nikiwa kwa hospitali kwa kitanda. Wakurudisha up to today. Sijui wanasema yule wazimu. Anyway, you have my testimony. Mimi ni wazimu. Eric, man of God. Naona aje? Sawa. Hallelujah. Wena mũndũ wetagwo Daudi aciarirwo mũciĩ wĩna thĩna na gũtiarĩ mũndũ wa kũmũteithia na Mwathani akĩmũtũmĩra mũndũ. Mungu akutumie mtu. Mungu akutumie mtu. Mungu akutumie mtu. Aliyetumana kwa nyumba yangu. Nikasimama mara tena. Atumane kwako. Hiyo watoto hawakusikiwa kusikie. Hawa watu wenu walikupea madharau wakupende. Hawa watu walifunga ofisi yako wafungue. Hawa walinena kinyume na vitu ambavyo unafanya waachilie wewe. Ninawaachilia anga ya deliverance. I deliver you from all sicknesses. Shakaraba Remaseka Reposaya Remazaya Ribo Reketamaseka. Wale ambao wanaona kama Daudi hakufanya kitu, leo sikia, Daudi alitumiwa. Leo kuna Daudi anainuliwa nyumba hii. Ninainua Daudi. Ninainua Daudi. Oh, ninainua Daudi. Ninainua Daudi. Oh, pokea kipawa cha Daudi. Pokea kipawa cha Daudi. Waoga ndio wataachwa. Waoga ndio wataachwa, man. Waoga watawachwa. Mr. George. Hey, my friend, kumbe uko hapo. Yeah. East Africa. Imagine East Africa yote ujulikane. Natabiri. Wacha Nakuru. Enda hiyo sete. Uko na sete ngapi? Uko na sete ngapi Kenya? 4. My friend. Natabiri. East Africa. 4 cities. Hapo ni kazi ninafungulia watu. Vijana, nafungua kazi. East Africa lazima itainuliwa. Hallelujah. Na wewe umeketi hapo. Unatamani nini? Halo, simama na miguu yako. Inua tu mikono yako. Na watu walichukua hatua. Bartimayo alichukua hatua. Leo na nena juu ya hatua. Bartimayo alichukua hatua. Na akaenda akakaa barabarani. Jehova alipokuwa akipita akapiga kelele. Leo piga kelele na kinywa chako. Leo piga kelele. Kelele ambaye iko na ukombozi. Bwana wa majeshi anapita. Zakayo alikutikana. Ni hatua alichukua. Kuna Zakayo yuko hapa. Akapanda kwa mti. Akachukua hatua. Nasema hatua. Jehova
Jehova akipita, Jehova akasikia kuna mtu amepanda kwa wakamkataza, lakini akaangalia juu akamwambia, shuka Zakayo, shuka, leo nitakula pamoja na wewe. Leo kuna mtu atakombolewa. Leo kuna mtu alikuja akiwa na shida. Leo kuna mtu ambaye aliambiwa atafaulu. Gai atafaulu leo. Mungu, wacha mtu huyo afaulu, wacha afaulu. Ondoa machozi, ondoa machozi. Sharaba, haleluya. Ambia Bwana, nimechukua hatua. Wale wenye ukoma walikaa, Bible inasema wakachukua hatua. Walikuwa na njaa, lakini Bible inasema walipotokea ikasikika mgurumo. Kuna mgurumo, kuna mgurumo. Wanajeshi wakaondoka, wakaenda wakachukua vyakula, wakaanza kuishi tena. Ninasema Jehova, wacha watu wako waishi, wacha waishi. Kuna watu wamechukua. Ninaombea mtu leo, ninaombea mtu leo, ninaombea mtu leo, ninaombea mtu leo, ninaombea mtu leo amechukua hatua. Oh my God is intervening. Anaingilia, anaingilia. Pasa sauti. Daudi alitoka, hakukuwa na uoga wowote. Roho ya uoga ninaiondoa, roho ya uoga nainyamazisha. Na alipotokea Goliathi alianguka, alianguka. Maadui wataanguka leo. Wale waliokuonea wataanguka, waliokusema sema akasema wewe hauwezi. Leo ninasema unaweza, 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 unaweza. Sharababa seketa remazaya sherebo. Jehova umenituma ili mtu apate ukombozi wake. My Jesus, my Jesus, oh my Jesus, oh my Jesus, oh my Jesus, oh my Jesus, my Jesus. Sharakata remazaya. Yes Lord, yes Lord. God of David, God of David, God of David, intervene now. Our situations zimekuwa mbaya, kazi zetu zimekuwa mbaya. Kazi zetu zimeinukiwa. Simama Baba, simama, simama. Sharama yedamazaya shakata. Yes Baba, tumekubali, tumekubali kuchukua hatua. Tumekubali. Bwana, tumekubali. Kanisa limekubali, kanisa limekubali, kanisa limekubali, kanisa limekubali, kanisa limekubali. Wapendwa wamekubali, wamekubali, wamekubali. Jehova, mwana wa Mungu, tumechukua hatua. Hatutaumizwa tena. Economy ikiharibika, Jehova, tutaambiwa, tutanenwa, tengeneza njia, tengeneza njia. Shakatabo. Oh my God, oh my God. Watu mikono yako, watu mikono yako. Oh God, Baba, wewe usikia sauti ya watakatifu. Wewe usikia tu, wewe unasikia vile Bwana wamelia. Kuna watu waliwachwa Mungu wetu, kuna watu walinenwa Bwana, wakasema wataenda, wakasema watakaa pale. Bwana, inua mtu. Baba, inua mtu. Baba, katika jina la Yesu, siku ya leo Bwana, ijulikana wewe ni Bwana wa ukoo.
ukombozi, Bwana wa ukombozi. Unakomboa wale wako tayari, waliochukua hatua. Tumekuja ni hatua tumechukua. Tumesema ya kwamba hatutaondoka kama vile ulivyo ondoka na Musa, Bwana ukaenda naye. Hata nasi hatutatoka hapa bila wewe kutembea nasi. Kutembea nasi. Bwana, nyosha mkono wako, nyosha mkono wako. Ingilia Bwana, ingilia. Ponya, ponya sasa, ponya sasa, ponya, ponya Bwana. Inua Bwana madhabahu ya uponyaji ndani ya maisha yetu katika jina la Yesu. Oh my God, ninakubali Bwana, nimekubali Bwana. Haujatuacha wakati baba wetu hayuko karibu. Baba, tunashukuru ni kwa sababu umetutengeneza, umetukubali Bwana. Asante kwa hii madhabahu. Ninabariki Jehova watenda kazi katika nyumba hii, wasije Bwana wakaangamia. Oh my Father, oh watumishi wako wamesimama na wewe na madhabahu haya. Jehova, 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 sikia, tenda muujiza, tenda. Yes. Mungu, tumekubariki. Machozi tumelia siku ya leo. Machozi imemwagika katika madhabahu. Machozi imemwagika nyumba hii. Fungua mtu kifungo ambacho alifungwa. Wewe uliyefungua Paulo na Sila, fungua sasa katika magereza Bwana. Magereza Bwana ya magonjwa, watu wako waondoke magereza. Sharaba. Sharaba. Nemo sharaba. Baba mtakatifu, asante. Tumeona mkono wako tangia asubuhi na mapema. Jumbe ambazo zimekuja juu yetu kupitia watumishi wako na viongozi imenena juu yetu Bwana, na tumekombolewa Bwana. Ni asante kwa sababu wewe umetenda. Huruma zako Bwana ni za milele. Your mercies ni za milele. Tembea nasi wiki hii. Tembea nasi Jehova. Usituache. Ukituacha Baba, tutaambiwa sisi ni wanani. Watu tiga mwathani tukirutuliao. Watu tiga tukirutuliao. Watu tiga, usituache. Usiwache hao wazee Jehova. Usiwache hao wazee. Hawa wachungaji usiwaache ukituacha. Hawa wamama usiwaache. Hawa vijana usiwaache. Oh my God, usituache. Yes. Olivas.
usituache, 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 usituache. Watu tika tukero tulio. Usituache Mungu, usiwache wazee Mungu, usiwache watumishi wako, usiwache wamama hawa, usiwache waimbaji hawa, even the protocol usiwache, all the ushers usiwache. Ukituacha Mungu, tutakuwa wana. We magnify your name. We exalt you, Lord. In the mighty name of Jesus. Yes, Holy Spirit, take over. Reign in our lives. Reign, O Holy Spirit of God. Reign, Holy Spirit of God. In the mighty name of Jesus. We love you, Lord. We love you, Lord. Wewe ndiye Mungu, ubadiliki. Rohi Baba yangu, na kuabudu. Uaminifu wako una kipimo, nayo matendo yako ninayajua. Wewe ndiye Mungu, ubadiliki. Rohi Baba yangu, twakuabudu. Uaminifu wako na kipimo, nayo matendo yako ninayajua. Inua tu mkono wako unapoimba wimbo. Wewe ndiye Mungu,
badiliki. Rohi Baba yangu na kuabudu, uaminifu wako na kipimo, nayo matendo yako ninayajua. Wewe ndiye Mungu badiliki. Rohi Baba yangu na kuabudu, uaminifu wako na kipimo, nayo matendo yako tunayajua. Wewe ndiye Mungu ubadiliki. Rohi Baba yangu na kuabudu, uaminifu wako na kipimo, nayo matendo yako tunayajua. Inatoa mkono wako mbele za Bwana katika uwepo wa Bwana. Bwana ametuheshimisha kwa ibada hii na uwepo wake na nguvu zake. Mwambie tu Bwana, wewe ni mwaminifu, wewe ndiyo kimbilio, wewe ndiyo tegemeo, wewe ndiyo nguzo ya maisha yetu. Haubadiliki Bwana. Wewe ni yule jana, leo na hata milele. Wewe ni tegemeo letu, wewe ni kimbilio letu. Hakuna mwingine kama wewe Mfalme. Tunaliheshimu, tunaliinua jina lako, tunakutukuza Bwana kwa ibada hii. Tunatangaza peke yako Bwana unaweza, katika jina la Yesu. Roho wa Mungu tamalaki, tawala kwa maisha yetu, kila mmoja wetu, katika jina la Yesu Kristo. Asante ni kwa sababu ya neno lako, asante kwa sababu ya mtumishi wako, asante kwa mambo makubwa Bwana umeyatenda kwa ibada hii, katika jina la Yesu Kristo. We give you praise, we give you glory, we magnify your holy name. In the mighty name of Jesus, we praise you, King of glory. We give you praise, we give you praise. In the name of Jesus, in that heavy presence of God, every burden, let it be lifted off. Let it be lifted off now, in the name of Jesus. Let every burden in your life be lifted off, in the mighty name of Jesus. We confront every battle that you've been facing in life. Arise and overcome them, in the presence of God, in the mighty name of Jesus. Overcome every battle, overcome every hindrance, every opposition, every anti-grace spirit. Yes, overcome it now, in the name of Jesus. Every spirit that has been opposing your progress, overcome it in the name of Jesus. Live a free life. Be delivered from every oppression. Be delivered from every limitation, in the mighty name of Jesus. We exalt you, Lord, and we honor you. We praise you, Lord. We magnify your holy name. Thank you, Abba Father. We give you praise. Worship you, Jesus. In the mighty name of Jesus.